Msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Bwana yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alizaliwa mnamo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 1925 katika kijiji cha Kisale kilichopo wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro, akiwa mtoto wa pili kuzaliwa kati ya watoto watatu wa baba Alois Ivan Kimario na bibi Veronica Alois Kimario. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alikuwa muumini mzuri wa kanisa Katoliki. Alibahatika kupata sakramenti zote muhimu za kanisa Katoliki, ikiwemo ubatizo, kitubio, ekaristi takatifu, mpako wa wagonjwa, kipaimara na ndoa, katika parokia ya Mashati iliyopo katika jimbo Katoliki Moshi. Tutakuenzi baba na babu yetu Valentini Alois Kimario kwa ibada, ukarimu, ushauri, bidii katika kazi na elimu, pamoja na upendo wako kwa familia na jamii yote kwa ujumla. Baba na babu yetu kipenzi Valentini Alois Kimario, tutakukumbuka daima. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya umri uliomjalia baba na babu yetu mpendwa Valentini Alois Kimario hapa duniani. Sifa na utukufu ni kwako, Mungu wetu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote watamshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Wanafamilia wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na pia baraka mbalimbali anazowajalia katika maisha yao, hasa zawadi ya wazazi. Vilevile wanashukuru kwa zawadi ya maisha ya marehemu baba yao Valentini Kimario. Wanamwomba Mungu amjalie afya mama yao mpendwa na amtie nguvu katika udhaifu wake. Pia Mungu awajalie wanafamilia wote faraja, amani na utulivu wakati huu na siku zote za maisha yao. Kipekee wanafamilia wanamwombea baba yao mpendwa marehemu Valentini Kimario. Mungu amtakase, ampokee kwake mbinguni na kumweka miongoni mwa watakatifu wake. Wanawaombea pia marehemu wote wa ukoo wa Kimario, Shirima na Sarwat. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ni wazi alikuwa na nafasi, alikuwa na umuhimu, na kutokuwepo kwake sasa kimwili ni pengo. Lazima tukubaliane na ukweli huo, ni pengo. Lakini basi kama Wakristo tusibaki hapo, neno la Mungu lituongoze. Tangu mwanzo alimtumikia Kristo katika maskini, katika wale wahitaji, katika familia yake. Pamoja na kwamba hakupata bahati ya kuendelea na masomo, lakini alijitahidi kuhakikisha watoto wake wanaendelea. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.
See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you kuelekea Rombo kwa ajili ya kwenda kupumzisha mwili wake. Hivyo niendelee utulivu uendelee kuwepo tayari kupata wasili. Jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu aliyeaga dunia apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia, nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tukabili ninakulilia, e Bwana, uisikie sauti yangu, sikiliza sauti ya dua zangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama usingerehemu, kati yetu sote nani angesimama? Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kwako msamaha ni mwingi,
zote na fadhili, kwako Bwana ukombozi wazidi. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Nimemngoja Bwana, roho yangu imemngoja, neno lake nimelitumainia. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tumwombe sasa Mungu atutie nguvu kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Valentini. Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaomboleza, uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie na sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. E Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako, ili mtumishi wako marehemu Valentini uliyemhabisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu mahali ambapo adhimisho la misa takatifu itafanyika. Kwa ajili ya kusoma historia ya marehemu, maombaji mara moja tusomee historia yetu. Karibu. Wapendwa waombolezaji, tumsifu Yesu Kristo. Napenda kusoma historia na wasifu wa baba na babu yetu mpendwa Valentine Alois Kimario, leo tarehe 20 mwezi wa 7 2026 kama ifuatavyo.
Msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa Bwana yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Yohane 14:1. Kuzaliwa. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1:26. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alizaliwa mnamo tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 1925 katika kijiji cha Kisale kilichopo wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Akiwa mtoto wa pili kuzaliwa kati ya watoto watatu wa babu yetu Alois Ivan Kimario na bibi Veronica Alois Kimario. Maisha ya kiroho. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Mathayo sura ya 4:4. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alikuwa muumini mzuri wa kanisa Katoliki ambaye alimpenda sana Mungu kwa kujitahidi kuishi neno la Mungu ambalo lilikuwa faraja kubwa kwake. Katika kuishi neno la Mungu, baba na babu yetu Valentini Alois alibahatika kupata sakramenti zote muhimu za kanisa Katoliki, ikiwemo ubatizo, kitubio, ekaristi takatifu, mpako wa wagonjwa, kipaimara na ndoa, katika parokia ya Mashati iliyopo katika jimbo Katoliki Moshi. Elimu. Elimu ni ufunguo wa maisha. Mshike sana elimu, usimwachie aende zake. Methali sura ya 4:13. Baba na babu yetu Valentini Alois alipata elimu ya shule ya msingi Mashati kuanzia mwaka 1933 hadi mwaka 1936. Baada ya kuhitimu elimu ya msingi, alipata nafasi ya kuendelea na elimu ya sekondari. Hata hivyo, hali ya kifamilia, mama yake hakumruhusu kuendelea na masomo kwa kuwa alikuwa mtoto wa pekee wa kiume na alihitajika kubaki nyumbani kusaidia familia. Akiwa na shauku ya kuendelea na masomo, alimwendea padri kuomba ushauri. Padri alimshauri amheshimu mama yake, akimkumbusha maneno ya Mungu yasemayo, waheshimu baba na mama yako upate miaka mingi na heri duniani. Baba na babu yetu alipokea ushauri huo kwa unyenyekevu na akatii uamuzi wa mama yake. Kutokana na uamuzi huo, alieleza juhudi zake katika shughuli za biashara, ambako alifanya kazi kwa bidii, akapata mafanikio makubwa na kujijengea maisha yenye heshima, nidhamu, uaminifu, na juhudi zake zilimwezesha kuwa mfano wa kuigwa katika jamii, ikiwa ni pamoja na kupeleka watoto wake wote shule. Kazi. Na asiyefanya kazi na asile chakula. Wakolosai wa pili sura ya 3:10. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alianza kujishughulisha na biashara mwaka 1938. Kutokana na bidii yake katika kazi na uadilifu wake, mwaka 1958 hadi mwaka 1968 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kijiji. Baada ya kwanza mwaka 1969 hadi mwaka 1979 alichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Kisale Msaranga. Baada ya kustaafu majukumu yake ya udiwani mwaka 1979, baba na babu yetu mpendwa aliendelea kujishughulisha na shughuli zake za biashara kwa bidii na kujituma kwa zaidi ya miongo 4. Aliendelea kufanya biashara hadi mwaka 2022. Akionyesha mfano wa uchapakazi, uvumilivu na kujitegemea katika maisha yake yote. Aliamini kuwa kazi ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi, familia na jamii, na aliishi kwa kuzingatia kauli mbiu yake ya maisha aliyojengea katika mafundisho ya neno la Mungu, na asiyefanya kazi na asile chakula. Ndoa na familia.
Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 18. Baba na babu yetu Valentini Alois Kimario alifunga ndoa takatifu na mama yetu na bibi yetu Betha Gabriel Masawe mwaka 1955 katika kanisa Katoliki parokia Mashati, kwa kujaliwa kupata watoto 13, 8 wa kiume na 5 wa kike. Kati ya watoto 5 wametangulia mbele ya haki. Baba na babu yetu ameacha mjane, watoto 4, wajukuu 50 na vitukuu 22. Wasifu wa baba na babu yetu Valentini Alois Kimario. Tutakuenzi baba na babu yetu Valentini Alois Kimario kwa ibada, ukarimu, ushauri, bidii katika kazi na elimu, pamoja na upendo wako kwa familia na jamii yote kwa ujumla. Baba na babu yetu kipenzi Valentini Alois Kimario, tutakukumbuka daima. Ugonjwa. Mwaka 2022 baba na babu yetu Valentini Alois Kimario pamoja na mwenza wake, baada ya kuona hawana nguvu ya kujihudumia wenyewe, ndipo familia ikaamua kuwatoa kijijini kwa ajili ya uangalizi zaidi, ikiwa ni pamoja na check-up za mara kwa mara. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 7, baba na babu yetu tuliagana naye kama ilivyo kuwa kawaida ya familia kabla ya kwenda mapumziko. Alfajiri tarehe 14 mwezi wa 7, 2026, baba na babu yetu hakuamka katika hali ya kawaida ya kila siku, kwani alikuwa haongei. Ndipo alipoitwa daktari wake na alifika kwa wakati. Daktari alifanya vipimo na kubaini mapigo ya moyo yako chini. Wakati daktari akiendelea kumhudumia, padri alifika na kumpatia huduma za kiroho. Kifo. Tunaposoma maandiko matakatifu, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu, yenye kuchanua kama ua, kisha kunyauka, ukimbilia kama kivuli, wala hakai kama. Kitabu cha Ayubu sura 14 aya ya 1 hadi ya 2. Kwa mapenzi ya Mungu, mnamo tarehe 14 Julai 2026 saa 2 asubuhi, baba na babu yetu mpendwa Valentini Alois Kimario alifariki dunia na kupumzika katika amani ya milele baada ya kuishi maisha yenye baraka, upendo, bidii katika kazi na huduma ya familia na jamii. Tunaamini kuwa ameacha alama njema ya maisha kupitia malezi, uongozi na mchango wake mkubwa kwa watu wake wote waliomzunguka. Ingawa ameondoka duniani, kumbukumbu zake zitaendelea kuishi mioyoni mwetu. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia zawadi ya maisha yake. Tunaomba roho yake ipumzike kwa amani ya milele. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 21. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya umri uliomjalia baba na babu yetu mpendwa Valentini Alois Kimario hapa duniani. Sifa na utukufu ni kwako, Mungu wetu. Shukrani ya pili, tunawashukuru mapadri waliomhudumia katika maisha yake ya kiroho, enzi za uhai wake na hata kuadhimisha misa takatifu leo. Pia tunawashukuru madaktari, bila kumsahau kwa kipekee Daktari Dr. Agoro aliyekuwa akimfanyia check-up za mara kwa mara. Kipekee pia tunawashukuru vijana mbalimbali waliokuwa wakimhudumia baba na babu yetu, hususan kijana Cosmas aliyekuwa rafiki yake kipenzi. Cosmas, tunaomba usimame upewe maua yako, kwani ulimhudumia baba na babu yetu kwa upendo wa hali ya juu bila kuchoka wala kukata tamaa. Mungu akufungulie milango yote ya baraka. Ndugu wa ukoo wa Kimario, kwa ushirikiano ulioonyesha kipindi chote cha uhai wa baba na babu yetu mpendwa, tunawashukuru wale wote ambao wameshiriki, wakiwemo majirani, marafiki, wanajumuiya na waombolezaji wote. Tunasema asante sana na Mungu awabariki kwa kujumuika nasi katika siku hii ya leo ya kumsindikiza baba na babu yetu mpendwa katika safari yake ya mwisho hapa duniani.
Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Baba yetu mpendwa alifariki akiwa na umri wa miaka 101. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Nia ya misa zimeombwa na familia ya Valentine Kimario. Wanafamilia wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na pia baraka mbalimbali anazowajalia katika maisha yao, hasa zawadi ya wazazi. Vile wanashukuru kwa zawadi ya maisha ya marehemu baba yao Valentine Kimario. Wanamwomba Mungu amjalie afya mama yao mpendwa na amtie nguvu katika udhaifu wake. Pia Mungu awajalie wanafamilia wote faraja, amani na utulivu wakati huu na siku zote za maisha yao. Kipekee wanafamilia wanamwombea baba yao mpendwa marehemu Valentine Kimario. Mungu amtakase, ampokee kwake mbinguni na kumweka miongoni mwa watakatifu wake. Wanawaombea pia marehemu wote wa ukoo wa Kimario, Shirima na Sarwat. Wanamwomba Mungu awabariki na kuwalinda wote wanaosafiri kwa ajili ya maziko ya baba Valentine Kimario na warudisha salama makwao baada ya maziko hayo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho la sadaka ya misa takatifu jioni hii, ambapo tumealikwa hapa na baba yetu na babu yetu Valentine Alois kama zawadi ya kumsindikiza katika safari yake kutoka hapa kwenda huko nyumbani kwenda kuzikwa, lakini kumsindikiza zaidi katika safari ya kurithi uzima wa milele mbinguni. Hili ndio jibu kubwa tulionalo sisi, au wajibu tulionao. Tunawaomba tushiriki wote kwa moyo mkunjufu, moyo wa uchaji katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu daima anataka sadaka iliyo safi. Sadaka iliyo safi inapaswa kutoka katika hali ya moyo safi. Wakati mwingine sisi kama wanadamu basi tumejikuta tumejichafua hapa na pale. Tumekosa mapendo kwa Mungu, kwa jirani na hata kwa ndugu zetu nao. Hivyo kabla ya adhimisho la sadaka ya misa takatifu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kwa adhimisha mafumbo ya matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Valentini aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34 hadi 43. Petro alifumbua kinywa akawaambia Korneli na jamaa yake, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli, akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote, likianzia Galilaya baada ya ubatizo aliohubiri Yohane, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema ya kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya 3, akamjalia kudhihirika, na si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote watamshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Zaburi kitikio: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu,
niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili unijibu. Bwana, uso wako nitautafuta, usinifiche uso wako. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Sura ya 11 aya 25 hadi 30. Yesu alipaza sauti akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Tunatoa pole kwa wanafamilia, mama, watoto, wajukuu na wote ambao walimemfahamu huyu
Baba Valentino Alois Kimario, na basi wamekuwa naye. Ni wazi alikuwa na nafasi, alikuwa na umuhimu, na kutokuwepo kwake sasa kimwili ni pengo. Lazima tukubaliane na ukweli huo, ni pengo. Lakini basi kama Wakristo tusibaki hapo. Neno la Mungu lituongoze. Kwa wanafamilia basi jambo la msingi sasa ni kumwombea, lakini pia kuziishi zile tunu alizoziishi. Tumesikia taarifa zake, na kushukuru Baba kwa sababu zile siri kuu za maisha ya binadamu, yale mafumbo makuu ya maisha ya mwanadamu, yale mafumbo makuu yanayohusu wokovu wake, umewafunulia watoto wachanga. Wale werevu wenye akili basi wamebaki gizani. Sasa hawa watoto wachanga ni kina nani? Hawa watoto wachanga ni wale wanyenyekevu, wale ambao wanajitambua kwamba bila Mungu wao sio kitu. Kwa hitaji lao kuu na la kwanza ni Mungu. Basi kwa yote anayemtafuta Mungu kwa moyo wa dhati kabisa, Mungu atajidhihirisha kwake, na mambo mengi atayafanya kuwa mepesi. Atakuwa na furaha, atakuwa na amani, hata kama kungekuwa na changamoto kiasi gani. Tumeona katika somo la kwanza wale mitume baada ya Petro anasema baada ya Yesu aliuawa, wao walishuhudia, akazikwa, lakini Mungu akamfufua katika wafu, akamdhihirisha kwa wale aliowachagua. Sasa hawa ambao Mungu amewachagua ni kina nani? Ni wale ambao mioyo yao imejifungua kwake, mioyo yao iko tayari kupokea mapenzi yake. Hao ndio wateule wa Mungu. Na tunaona kwamba hao wamebarikiwa kwa kupewa ile bahati ya kukutana na Kristu baada ya kifo chake. Kristu mfufuka anasema tulikula na kunywa naye. Na imani yetu ni ile ya mitume. Tunasema nasadiki kwa kanisa moja, tuendelee, la mitume. Imani yetu ni ile ya mitume, hii ya kina Petro. Ni ya kina Petro. Hapo tunaona jambo moja kwamba ufufuko wa Kristu kumbe unafanya sasa kifo kisiwe mwisho. Kisiwe mwisho. Tunabadilisha tu mazingira, hajaisha, amebadilisha anwani. Katika Kristu sasa amekuwa kiumbe kipya, anaishi na Kristu mfufuka. Basi na sisi tunaalikwa tuwe na moyo kama huo. Sasa ndugu zangu, mara nyingi sisi wengi wetu ni sawa na wale wenye akili na werevu. Tunapambana na maisha ni sawa, lakini tunafikiri kwamba tuna majawabu ya matatizo yetu. Tuna majawabu ya maswali magumu ya maisha yetu, kwa hiyo tunahangaika bila Mungu. Hao ndio Yesu anasema ni wenye akili, wanaojiona kwamba tunajua, tunaweza. Na kwa sababu hiyo tunanyimwa uelewa wa mambo mazito kabisa. Kuna bibi moja ni mpagani, basi nikiwa parokia fulani, siku moja aliletwa kwangu akasema, padri unibatize. Mimi nataka nifike pale alipo mume wangu. Mume wake ilibatizwa katika hatari ya kufa, na baada ya kupata huduma zake akaaga dunia. Sasa anasema anataka kufika huko. Basi tulimpa
kwa sababu hakuwa mgonjwa. Tulimpa mafundisho miezi 3 hivi. Alipoelewa yale mambo ya msingi, tukambatiza na kipaimara, na tangu pale alikuwa na bidii kabisa. Imani yake, alikuwa ni mtu wa haki, mtu aliyejali watu wote, na aliwajali hasa wale walio wahitaji. Nilisikia kwamba akikutana na mwanafunzi labda pengine ameacha shule, anamuuliza, wewe kwa nini umeacha shule? Sina daftari. Hapo hapo namnunulia mahitaji yake, nenda shule. Nenda shule. Kwa hiyo naona alikuwa anaguswa na wale wahitaji, na alichukua hatua. Hakuumia tu moyoni, alichukua hatua kupunguza mahangaiko ya wale walio wahitaji katika familia yake. Pamoja na kwamba hakupata bahati ya kuendelea na masomo, lakini alijitahidi kuhakikisha watoto wake wanaendelea. Alijitahidi kuhakikisha watoto wengine wanaendelea na shule. Hawaachi. Kile alicho nacho alijitahidi kimfae yule ambaye ana uhitaji la dhati. Huyu kwa kweli ni kati ya watoto wachanga ambao Mungu amefunulia siri kubwa. Tulikuwa tunamhudumia mara kwa mara na mama. Basi mara ya kwanza nilipokuja kuwahudumia nilikuwa nimevaa suti yangu kidogo na shati ya Kirumi. Basi nikawahudumia. Nilipoondoka wakaanza kuuliza, hivi yule mtu ni nani? Wakasema ni padri. Mbona hajavaa ile nguo nyeupe? Haya, tangu siku ikabidi kama naenda kuhudumia lazima nivae kanzu. Ukishavaa kanzu tu basi. Sasa ndugu zangu, kwa kweli tuna mengi ya kujifunza kwa huyu baba. Ametuachia urithi. Niwapongeze familia kwamba katika moja nia yao wanamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya huyu baba. Ni wanamshukuru. Kwa hiyo naomba tumwambie Mungu asante kwa zawadi ya huyu baba. Kweli kwetu amekuwa baraka. Sisi tujitahidi kidogo kidogo kuiga yale ambayo yeye ameyaishi na ametufundisha. La mwisho, kwa nini leo tunamlilia huyu mzee? Sasa ndio wakati fulani ilikuwa na nguvu, alifanya kazi, alitufaa. Alitufaa. Sasa katika uzee wake huu, leo tujifunze kwamba thamani ya kila mtu iko katika ile sura ya Mungu iliyo ndani yake. Ile sura ya Mungu, ule utu wake, ndicho huo ndio msingi wa thamani ya kila binadamu. Kila binadamu ana thamani, na thamani yake iko nje ya mamlaka yetu. Ni ile zawadi ambayo Mungu alimpa, sura yake. Sura ya Mungu katika kila binadamu ndio chimbuko la thamani na heshima ya kila binadamu. Basi tunaombea baba asante, na familia moyo mkuu. Ni binadamu kwa kweli, Mungu amempenda. Mpaka ile dakika ya mwisho amepata huduma ya padri. Ona jinsi Mungu anavyompenda. Kwa yule anayemtafuta Mungu kweli hawezi kumwacha. Basi tumshukuru kwa yote aliyotufundisha, kwa hazina hii aliyotuachia. Basi katika udhaifu wake kibinadamu tunamwambia Mungu amsamehe katika hayo, katika mapungufu yake. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumwombee huyu ndugu yetu na baba yetu Valentini kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo
na kupakwa mafuta matakatifu, Bwana. Kwa kuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako, Bwana. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wanaachwa na Mungu, Bwana. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni, Bwana. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, tunakuomba uzijalie za waamini marehemu aondolee dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ni wakati wa sadaka. Karibuni. Tuna boksi tumeiweka hapa mbele, lakini ni boksi nyingine viongozi wa jumuiya watazunguka nayo huko kwa ajili ya matoleo yetu. Karibuni. na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Valentini, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanawe ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi ujalie amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele.
tunakuhurumia kwa neema yako kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na ndugu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe, akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja.
ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Antoni Lagwena wa klero wote. Umkumbuke mtumishi wako Baba Valentini Kimario uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kina tumaini la ufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake ubikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujia Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, la tuimani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Wapendwa, mpeane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu na baba yetu Valentini afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria tunaukimbilia ulinzi wako. Mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Moyo mtakatifu wa Yesu, roho ya marehemu Valentini ipate rehema kwa Mungu na ipumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Mwanga wa milele umwangazie. Ipumzike kwa amani. Tuinamishe vichwa tupokee baraka kuu. Bwana awe nanyi. Mungu wa faraja yote awabariki. Yeye ambaye kwa wema wake usio na kifani alimuumba binadamu, na kwa ufufuko wa mwanae pekee amewapa waamini tumaini la kufufuka. Na sisi tulio hai, Mungu atujalie msamaha wa dhambi, na marehemu wote wajalie mahali pa mwanga na amani. Sisi sote tunaosadiki kwamba Kristo alifufuka kweli katika wafu, tujaliwe kuishi kwa furaha pamoja naye bila mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu
iwashukie na kukaa nanyi daima. Mtukuze Bwana. Mheshimiwa Padri Francis, dekano wa dekania Karatu, waheshimiwa mababa paroko mlioko hapa, mapadri, fratei, kwa kipekee wanafamilia, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Karatu, katibu wa Chadema wilaya Karatu, RPC wetu wa mkoa, mkuu wetu wa kituo na viongozi wote, tumsifu Yesu Kristu. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimesimama hapa kutoa pole kwa familia ya babu yetu Mzee Valentino Kimario. Tunamwombea pumziko la milele, na kama ambavyo tunahubiriwa mara nyingi na kukumbushwa kwamba kifo ni safari ya kila mwanadamu aliye na pumzi. Na kila mwanadamu aliyoko hapa na hata asiye hapa, safari yetu, mwisho wetu, tutalala kama babu yetu alivyolala hapa. Lakini tunapokusanyika, tunapomsindikiza mmoja miongoni mwetu kama ambavyo tumefanya leo, basi tunakumbushwa kupitia mahubiri, lakini wenyewe tunapaswa kujitafakari kwamba ni safari yetu, tuishi kwa kumpendeza Mungu, tuishi kwa kutenda na kupendeza jamii, kwa kuwa siku tukilala hapa tunahitaji watu wa kutusindikiza na kutuweka kwenye nyumba yetu ya milele. Kwa kutenda mema, kwa kuishi kwa kupendana bila kujali mapungufu yetu, basi tutapata kusindikizwa na kuwekwa kwenye nyumba yetu ya milele. Niwatie moyo familia, Mungu awalinde, awatunze. Najua ni ngumu, pamoja na kwamba baba ameishi umri mrefu, tunasherekea maisha yake. Mfurahi kwamba mmeweza kumhudumia mpaka hatua ya mwisho, mmekaa naye mpaka hatua ya mwisho. Zaidi sana tumuombee pumziko la milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Justin Masejo, ni mkuu wa polisi mkoa wa Arusha. Ninatoa pole sana kwa familia, kwa sababu na mimi baba paroko ni sehemu ya familia. Na mara ya mwisho najua picha ya baba yetu nilipoiona ni wakati wa birthday ya dadangu Domi hapo, wakati ya kila keki nafikiri. Kwa hiyo niwape pole sana familia, na tunashukuru sana mababa maparoko kwa maneno mazuri ambayo mmetupatia baba yetu hapa, kwamba kikubwa wakati mwingine si umri, miaka ulioishi, bali ni nini ambacho umeacha. Kwa sababu mnatukumbusha mara kwa mara kwamba leo tunasherehekea baba yetu, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi aliyetupatia baba yetu na mambo aliyotuachia. Lakini mimi na wewe tuliobaki tunasema, je, siku ya mwisho watu watasherehekea na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha, au watamshukuru kwa kutuondoa haraka kwa matendo tunayoyafanya? Kwa hiyo niwashukuru sana kwa maneno mazuri ambayo umetupatia. Nirudie tena kutoa pole sana kwa familia, na Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanafamilia ambaye atasema neno la asante kwa waombolezaji wote waliofika, tafadhali. Mwanafamilia aliandaliwa, naomba afike hapa mbele. Nina kazi ndogo tu ya kutoa shukrani kwa niaba ya familia. Niwashukuru kipekee kabisa kwa mapadri wote ambao wamejumuika pamoja nasi katika hili jambo. Lakini pia nichukue nafasi ya kipekee
Mimi nina mtazamo tofauti kidogo. Nimshukuru zaidi RPC pamoja na timu ya ulinzi OCD kwa kuacha shughuli zenu kufika pia kujumuika na sisi hapa. Lakini kipekee nimshukuru Mama Dominika Valentine Shirima, dada yetu hapo, kwa jinsi ambavyo ameweza kukaa na hawa wazee kwa kipindi kirefu. Mimi nilikuwa nikija hapa mara kwa mara, lakini pia ilikuwa ni wakati wangu wa kujifunza kwamba watoto wote wa kike na wa kiume wana nafasi ya kufanya katika familia. Binti anaweza akawa chachu, akawahudumia wazazi wake kwa kiwango kikubwa. Vijana wanaweza kuwa chachu, wakafanya sawasawa. Mama Dominika, thawabu yako ni ndivyo kuwa nafahamu na kukuona, nafikiri itakuwa kule mbinguni. Lakini jambo jingine ni washukuru wana kitongoji cha Sumawe na majirani wote. Siku ile ya tukio, mtu wa kwanza kumpigia simu alikuwa ni mwenyekiti wetu wa kitongoji. Na kushukuru sana kwa kuitika kwako katika tukio hili, na hapo ndipo ilipokuwa mwanzo wa hili jambo mpaka hapa tunapofika leo. Lakini jambo jingine pia, wamama wote walioko katika kitongoji hiki na wale ambao wako nje ya kitongoji cha Karatu, cha Ganako, yaani kwa maana kwamba kutoka sehemu mbalimbali katika mji wa Karatu na hata zaidi ya hapo kutoka Arusha na wapi na sehemu mbalimbali, wameshiriki pamoja nasi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba hili jambo. Kushukuru pia parokia ya Sumawe kwa ushiriki wao katika tukio hili. Baada ya kupata tu taarifa, paroko moja tulikuwa naye hapa akafanya shughuli zake. Kwa hiyo ni jambo la kutia moyo kwa yote. Lakini niwaambie tu watu wote wa Karatu kwamba tunapoungana pamoja jambo linakuwa jepesi hata kama ni gumu kiasi gani. Kwa hiyo niseme tu asante kwa yote, majirani, marafiki, ndugu na jamaa, kwa kila mtu kwa chochote alichofanya. Pia nitoe shukrani za pekee kwa kamati mbalimbali, kamati kuu, kwa yote ambayo yamefanyika hapa. Sitaweza kutaja kamati zote, lakini kwa ujumla tupokee tu kwamba tunashukuru kamati zote kwa yale yote ambayo yamefanyika hapa. Lakini mwisho niseme tu kwamba safari yetu haijaisha. Safari inaelekea kule Rombo. Tuwakaribishe wote tuwe katika safari moja hapo kesho. Lakini pia kwa wale ambao watakuwa wameshindwa, muweze kutuombea katika safari tunapoelekea kule, na zaidi ya yote safari ikawe njema na ya amani na furaha, ili baba yetu aweze kufika katika makazi yake kule Rombo. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa niaba ya kanisa dekania ya Karatu tunatoa pole nyingi sana kwa wanafamilia ya mzee wetu mzee Valentini. Hasa pole nyingi kwa watoto ambao wako hapa waliomtunza baba. Tunasema poleni sana, lakini mmefanya kitu kikubwa ambacho ni itawasaidia katika maisha yenu ya milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Amina. Mwenye aliye na ukosefu wa upendo ana hofu. Hivi ukitazama familia nyumba hii, tazama tu hata nyuso zao, hazina hofu. Na maana yake nini? Kama fadhili ya upendo ndio imebaki kwenu. Mungu ni upendo. Katika jambo hili pokeeni faraja kwa zawadi ya wazazi hawa na upendo. Msisikitike sana. Unaweza kumkufuru Mungu, unajua, kusikitika sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
Mungu mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa mema mengi uliyotujalia. Tunakushukuru pia kwa zawadi ya uhai. Tunaomba uendelee kutubariki. Bariki mapaji yote yaliyoandaliwa katika siku ya leo, takapokula na kunywa, tupate nguvu ya kukutumikia wewe na wenzetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Msaada wetu katika jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa zawadi ya imani ya huyu mtumishi wako ambaye umependa kumuita kwako. Tunakuomba uwatazame waombolezaji wote hawa na hao watakao safiri kumsindikiza huyu babu yetu, wasafiri salama, na wote tubaki salama kwa mkono wako. Na huyu ndugu yetu uliyemuita kwako babu yetu, umpe tuzo na furaha huko mbinguni, nasi sote siku moja tuweze kujumuika naye huko mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.